na kuombea grace, the unmerited favor. Mtu wa Mungu, unajua kuna vitu ambavyo ndio tunapitia katika maisha, ndio yamekuwa mazito kwa maisha yetu. For example, unaweza kuwa unapitia katika hali ya finances right now na everybody ameondoka katika maisha yako. Wale ulistahili kuwategemea wameenda mbali na wewe. Omba grace ya Mungu. Unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye unapitia magonjwa, hata unanitazama saa hizi na uko katika hali ya magonjwa, haujui vile kutaendelea. Ninajua unanitazama right now na pengine hata madaktari wameshindwa ni ugonjwa gani hiyo inakusumbua, ili hali wewe ni mgonjwa. I want you to pray for the grace of God, the unmerited favor of God. Unaweza kuwa unanitazama right now na kwa relationship, katika maisha ya ndoa na relationship zimekukalia. Umejaribu ukishindwa, umejaribu lakini haiwezekani. Na kuombea grace ya Mungu. Na kuombea grace ya Mungu kwa yale mambo yote unapitia. Kwa sababu mtu wa Mungu, kuna kitu inaitwa neema. Neema ni hali ambayo, kwa mfano niweze kuiexplain vizuri, jambo ambalo ulistahili kuipitia lakini kwa hiyo neema hujaipitia. For example, tulistahili kupanishiwa na Mungu sana kwa sababu ya dhambi tunazozifanya, lakini kwa neema na kwa huo upendo mkubwa ako naye alimtuma Yesu. Sasa kifo cha Yesu ikatuokolea, hatupigwi tena kwa sababu ya dhambi zetu. Tuna uwezo wa kutubu na tuna uwezo wa kumlilia Bwana. The same thing, kuna neema ya Mungu ambayo ikiingia ndani ya maisha yako, si lazima upitie mashida, si lazima upitie magumu. Hata kama kuna mtu alikufunga ama kuna mtu ameenda kwa waganga ama kwa wachawi ama nini juu yako, hii neema ukiomba, Mungu huwa anakuvukisha. Yani grace ni kama ndege inayopaa, haipatani na shida zile magari inapitia. Ninakuombea hiyo sana. Mungu akupe hiyo neema, uvuke pahali wazazi wako hawajavuka. Ufike pahali ndugu na dada zako hawajaifika kimaisha, in a positive way. Na kuombea positivity ya ajabu, na kuombea Mungu aingilie kati maisha yako kiajabu, ili ukapate kutestify na kuona Mungu. Kama unaochi hii video, jua ya kwamba kuna hiyo prayer of grace ambayo nataka tuombe kwa sababu ya hizi mambo unapitia. Hii financial problem unapitia, hii uchungu unapitia katika magonjwa, na hii uchungu unapitia katika hali yako inaweza kubadilika. Na kwa sababu najua kwamba kuna watu wengi ama kuna hali nyingi zimekuonesha kwamba haiwezekani, soma maandiko yanasema with God all things are possible. Na hii dunia including hizi zote ni Mungu ameumba, na kama Mungu ndiye ameumba na akaweka there for us, ninaamini ya kwamba unaweza toka katika hiyo shida. Ipo siku Mungu atafungua mlango ya finances yenye itakushtua hata wewe. Iko siku Mungu atakuponya venye utashangaa sana. Na iko siku Mungu atakupea amani katika relationship na ndoa. There is still hope uko mbele. There is still providence. Bado Mungu anafanya kazi. Sijui mbona wewe una give up. Sijui mbona unaogopa. Mungu atakutetea na Mungu atakutendea, na nina hakika ya kwamba kama vile with God all things are possible, hata hiyo yako ni possible kutoka kwaye. Si Mungu akupee neema. Na kuombea sana grace. Watu wamechukulia sana grace ni kama tu just a thing. Nasikia akisema the grace is sufficient. Take it seriously. There is that power of the grace of God over your life, and things are going to be fine. Amen. Mungu akubariki. Nitafute kwa simu tuombe pamoja. Sawa? Nataka kuomba kwa sababu hiyo hali yako, ili Mungu akakuwekee miujiza. Na Mungu akikubariki, usisahau Bwana. Usisahau tukapate kutestify together. Shalom, peace, and may God's grace be your portion today in Jesus' name.